Jo, bwana, mambo vipi mtazamaji wa Liheka Media? Ni matumaini yangu uko poa na ni buheri wa afya. Karibu sana kwenye #nijuze, segment inayokuletea ufumbuzi, dondoo na taarifa mbalimbali kuhusu matukio, utamaduni, historia na mambo mengine mengi ya kushangaza. Leo jicho letu limetua katika taifa la Nigeria, nchi yenye makabila na tamaduni nyingi za kipekee. Kutoka +234 leo tunakuletea kijiji cha ajabu chenye watu wanaoishi maisha ya kushangaza ambayo pengine si rahisi hata kuimagine kwa akili ya kawaida. Hebu fikiria, unaingia katika jamii ambayo mwanaume na mwanamke watalazimika kuzungumza lugha mbili tofauti hata kama wanazungumza kuhusu jambo moja. Na cha kushangaza zaidi, wawili hao wataelewana bila shida yoyote. Ndiyo, najua hujanielewa. Basi niazime sikio lako na ufahamu kwa dakika kadhaa ili nikupitishe katika stori hii ya kusisimua. Kijiji cha Ubang kinapatikana kusini mwa Nigeria katika jimbo la Cross River karibu na mpaka wa Nigeria na Cameroon. Katika kijiji hiki, wanaume na wanawake hawazungumzi lugha tofauti moja kwa moja, lakini maneno mengi wanayoyatumia hutofautiana kulingana na jinsia zao. Kwa mfano, mwanaume anaweza kulitaja jambo fulani huku mwanamke akilitaja jambo hilo hilo kwa lugha nyingine, lakini wote wakawa na maana ile ile. Watoto wanapozaliwa hujifunza lugha ya kawaida ya jamii hiyo, lakini wanavyoendelea kukua, wavulana huanza kufundishwa maneno yanayotumiwa na wanaume huku wasichana wakibaki kutumia misamiati ya wanawake. Matokeo yake ni mfumo wa mawasiliano wa kipekee ambao hauonekani mara nyingi duniani. Jambo linaloendelea kuwashangaza wataalamu wa lugha ni kwamba hadi leo hakuna jibu kamili la kisayansi linaloelezea ni kwa nini utamaduni huo ulianza. Wengi wanaamini ni njia ya kujitambulisha na kuonesha tofauti ya kijinsia, huku wazee wakiamini huo ni urithi walioachiwa na mababu zao tangu zamani za kale. Kwa watu wengi hii inaweza kuonekana kama jambo lisilowezekana, lakini kwa wakazi wa Ubang, hayo ni maisha yao ya kawaida ya kila siku. Na hapo ndipo tunapokumbushwa kuwa dunia imejaa asili, tamaduni na maajabu mengi ambayo bado wengi wetu hatujawahi kuyasikia. Naitwa Liheka Junior na hii ni #nijuze.